منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. حياة المسلمين مؤلمة جدا، ومن أخطر ناس على حياة المسلمين دعاة الشر والسوء والبدع والضلالات والأهواء. هم أشد الناس بلاء على هذه الأمة، وأشد الناس خطرا على هذه الأمة، فعليهم أن يتقوا الله، وأن يفهموا كتاب الله، وأن ينصحوا لله، وأن ينصحوا للمسلمين. هذا الذي يجب. الغش لا يجوز، لا في دين المسلمين ولا في دنياهم. الغش موجود، المغالطات موجودة، التلاعب موجود، تلاعب بالعواطف، تلاعب بالعواطف موجود، ضغضغة العواطف العمياء موجود. يجب أن نواجه الناس بحقائق الإسلام وبأنوار الإسلام وبهداية الإسلام وبهداية القرآن، والدعوة إلى إلزام أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، والإيمان الصادق بما فيه من عقائد في أسماء الله، في صفاته، إخلاص عبادة الله عز وجل، توحيد على طريقة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. هذه هي الدعوة الصحيحة التي سار عليها الأنبياء، ويجب أن يسير عليها المسلمون. ومن حاد عنها فوالله ما أمامه إلا الدمار في الدنيا والأخرى، عقوبة من الله تبارك وتعالى لمن يتنكر هدايته وطريقته وهديه. منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. طيب، طريقة nyingine ni at-tariqatu at-tijaniyya, lakini kwa faida kwamba siku hiyo tulitaja tariqa alawiyya kidogo, nikaitaja kwamba tariqa hii inanasibiana na Ali bin Muhammad al-faqih al-muqaddam. sawa sawa huyu mtu jina lake anaitwa Muhammad bin Ali, tutakuja kueleza insha Allah kumbi Ali Muhammad bin Ali bin Muhammad sahib Mirbat ibn Ali bin Khalid ibn Alawi bin Muhammad bin Alawi ibn Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir al-faqih al-muqaddam sahib Tarim. na wenyewe wanatawassal na yeye watu Alawi, wasema bil faqih al-muqaddam wa bit Tarim, natawassal ya Karim. طيب، الطريقة التيجانية. التيجانية ni firqa ya kisufi ambayo inaamini mujmali wa baadhi ya afkari na itikadi za kisufi, na wanawazidi wenzao katika baadhi ya mambo. Miongoni mwa mambo hayo ni kudai kwamba inawezekana kwa mtu yeyote kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam uso kwa uso hapa duniani, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewapendelea wao, au Mtume sallallahu alaihi wasallam amewapendelea wao watu wa Tijaniya, tariqa ya Tijani, kwa kuwapa kitu kinaitwa salatu al-Fatih. salatu al-Fatih tutaeleza tariqa hii kabla ya kuingia katika tafasili ya tariqa hii. Lakini tariqa hii inanasibishwa na mtu mmoja akiitwa Abu al-Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn al-Mukhtar ibn Ahmad ibn Muhammad at-Tijani. Abu al-Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn al-Mukhtar at-Tijani. طريقة هي ya at-Tijaniyya ni nisba au inanasibishwa kwa mtu anaitwa Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad ibn al-Mukhtar at-Tijani. Mtu huyu amezaliwa mwaka 1150 Hijria na kufariki mwaka 1230 ambayo ni sawa na mwaka 1737
miladia, mwaka wa kuzaliwa. Mwaka wa kufa amefariki mwaka 1815. Hivi sasa tuko 2017, yeye amefariki 1815. Miaka mingapi imepita? Miaka 202, sio? Takriban katika miaka miladia. Huyu bwana amezaliwa kwenye kijiji cha Ainu Madhi katika majangwa ya Algeria huko. Akahifadhi Qur'an al-Karim, akahifadhi akasoma baadhi ya elimu za fiqh, kisha akahama, ikawa anakwenda baina ya Fas na Tilimsan na Tunis, Qahira, Makka, Madina. Alikuwa akitembea katika miji hii kwa ajili ya kutafuta elimu. Mwaka 1196 Hijiria akaanzisha tariqa yake, lakini Fasi ikawa ndio markazi yake ya kwanza, na kutokea hapo ndiyo dawa yake ikaenea katika Afrika yote, hasa Afrika ya Magharibi. Fas ni mji uko Morocco. Kwa hiyo katika athari kubwa alizoziacha baada ya kufa kwake ni zawiya kubwa iliyoko Fas, zawiya ya Tijania, na ana kitabu chaitwa Jawahirul Maani wa Bulughul Amani fi faidhi Sayyid Abi al-Abbas at-Tijani. Hiki kimeandikwa na baadhi ya wanafunzi wake, yani imekusanywa na baadhi ya wanafunzi wake, kauli zake na mambo yake na jiradi zake zimekusanywa. Yale yaliyomo ndani yake, lakini waliokusanya ni wanafunzi wake. Kitabu kinaitwa Jawahirul Maani wa Bulughul Amani fi faidhi Sayyid Abi al-Abbas at-Tijani. Mwanafunzi wake mmoja mkubwa akaitwa Hurazim ndiye aliyekusanya, ambaye ni Abul Hasan ibn al-Arabi al-Maghribi al-Fasi. Kadhalika katika wanafunzi wake ni Muhammad ibn al-Mushri al-Hasani as-Sibai. Ana kitabu kinaitwa Al-Jami'u limaftaraq min al-ulum. Kadhalika ana kitabu chaitwa Nusratu ash-Shurafa fi radd ala ahli al-jafai, na wengineo katika wanafunzi wake kama kina Umar ibn Said ibn Uthman Senegali. Huyu ni Msenegali katika wanafunzi wake wa Senegal, ambaye amefariki mwaka 1797 1797, kwa maana alitangulia kufariki mwanafunzi. Sheikh alifariki 1815, yeye mwanafunzi alifariki 1797 katika kijiji cha Alfar huko Senegal. Bwana kwanza alisoma Azhar huko Misri, kisha aliporudi katika mji wake katika nchi ya Senegal akawa anafanya da'wa, anapambana mambo ya wathaniyin, akawa na juhudi za kupambana na Wafaransa kwa wakati ule, lakini ikawa ameathirika na fikra za At-Tijani, Ahmad bin Muhammad bin al-Mukhtari At-Tijani, ikawa anafuata tariqa yake. Kwa kuwa yeye ndiye ambaye amekuja akapambana na wale wathaniyun wasiokuwa Waislamu na wakoloni wa Kifaransa, alafu ana fikra zile, kwa hiyo watu wakauchukua kwamba ule ndio Uislamu uliokuja nao na ndio Uislamu sahihi. Ni Uislamu lakini si Uislamu sahihi. Na wengineo katika wanafunzi wake ni Muhammad Abdul Hafidh bin Abdul Latif Al-Hasani Al-Sharif Al-Hasani At-Tijani, ambaye yeye ni Masri, na huyu ndio kiongozi wa tariqa Tijania katika nchi ya Misri. Amefariki 1398 Hijiria. Haya,
ana vitabu vingi ameandika, al-haddul awsat baina man afrata wa man farrat na vinginevyo, na aliasisi majalla maalum, gazeti maalum ambalo linaelezea masala ya tariqa ya Tijaniya. Kwa asili ni kwamba wao ni Waislamu, lakini pamoja na hivyo wameingiza katika Uislamu katika itikadi zao mambo mengi ambayo ni kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wanapozungumza jambo la ghaib wanagawa kwamba elimu ya ghaibu imegawanyika katika sehemu kuu mbili. Tafupisha maelezo. Kuna ghaibu ambayo istaathara Allahu biilmi, hii ni haki ambayo inaitwa al-ghaibu au ghaibu mutlaq. Alafu kuna ghaibu muqayyad, nayo ni kile ambacho kimejificha katika baadhi kwa baadhi ya viumbe kinyume na baadhi nyingine. Kwa mfano wewe uko hapa, hujui kilichokuwa nyuma ya ukuta hapa, kwa sababu ukioni, au ukijui kinachoendelea katika mji mwingine kwa sababu ukioni. Sasa naita hii ni ghaibun muqayyad. Kwa hiyo ukidai kwamba sasa hivi wewe uko hapa lakini yanayoendelea nyumbani kwako yote wayajua, wayaona, utakuwa wewe unadai ghaib. Sasa wanasema kwa kuwa hii ghaibu muqayyad, baadhi yao wanajua na baadhi nyingine hawajui, wakautumia mwanya huu sasa kuwapa nafasi ya mashaikh zao na wakubwa wao kwamba wana elimu hii ya ghaib. Kwa anaweza kukaa hapa lakini akawa anajua kinachoendelea Madina, kinachoendelea Makka, kinachoendelea mahali fulani kwa mahali fulani, wakiita ghaibu muqayyad, lakini kwa lengo la kutaka kuwaingiza baadhi ya mashaikh zao katika elimu ya ghaib. Ukimwambia sasa hivi anavyosema sitakuwa juu ya ghaib, hiyo ghaib muqayyad. Ukimtajia aya za kwamba hakuna anajua ghaibu isipokuwa Allah, kwamba hiyo ni ghaibu muqayyad mutlaq, hii ni ghaibu muqayyad. Kwa hiyo wanajificha chini ya pazia hilo. Na ndio maana wakafikia kumsifia shekhe wao Ahmad Muhammad ibn al-Mukhtari at-Tijani. Mmoja wao akasema, wa min kamalihi radhiyallahu anhu, na katika ukamilifu wake radhiyallahu anhu huyo Tijani, nufudhu basiratihi rabbaniyya, ni kupenya ule uoni wake wa kiungu aliopewa na Allah tabaraka wa taala, wa firasatihi nuraniyya, na firasa yake, utambuzi wake na maarifa yake ile ya kinur, allati dhahara bimuqtadaha fi ma'rifati ahwali al-ashab, ambayo imedhihiri muktadha wake katika kufahamu hali za wafuasi. Wa fi ghairiha idharu al-mudhmarat wa ikhbaru bimughayyabat, na wasiokuwa hao ashab na hali nyinginezo siokuwa hizo, katika kudhihirisha mambo yaliyomo katika dhamiri, yani ukija najua yaliyomo katika kifua chako, na kuelezea mambo ya ghaib, mambo ambayo hayako hapo. Wa ilmi bi awaqib alhajat, pia elimu, kuelezea elimu za mwisho wa haja, kwa mwisho wake itakuwaje, wama yatarattabu alaiha min almasalih wal afat wa ghairi dhalika min alumuri alwaqi'at, katika aljawahir, jawahir almaani ile wa bulugh alamani. Maelezo hayo juzu ya kwanza ukurasa wa 63. Na kiongozi huyu wa At-Tijani ibn Ahmad Muhammad At-Tijani wanaeleza kwamba aliwahi kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam hivi kwa hivi. Alikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani kwa maana nyingine tutakusema kwamba naye pia ni sahaba. Alikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na alizungumza hivi kwa hivi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi hali yako ya Rasulullah? Nzuri tu, salama bwana, salama. Vipi huko? Basi amezungumza naye, yani maneno kama haya. Kadhalika tunamalizia katika nukta ya mwisho, kuna mambo mengi, lakini katika mambo ambayo wanayadai watu hawa, wanasema kwamba yeye alipokutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo Ahmad bin Muhammad ibn al-Mukhtari at-Tijani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, chukua kitu hiki, chukua swala hii inaitwa salatul fatih lima ughliq,
ichukue hii. Na swala yenyewe yasomwa hivi: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq al-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Asema swala hii kwa sigha hii yeye Ahmad ibn Muhammad ibn al-Mukhtar at-Tijani amepewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia hii swala hii ichukue, itakuwa ndio wafuasi wako na ndio uradi wako, usije ukaiacha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih, ewe Allah msalie bwana wetu Muhammad mwenye kufungua, lima ughliqa, kwa kile kilichofungwa. Kila kilichofungwa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam amekifungua. Wal khatimi lima sabaq, na mwenye kuhitimisha kile kilichotangulia. Nasiril haqqi bil haqq, mwenye kuinusuru haki kwa haki. Alhadi ila siratika almustaqim, mwenye kuongoza kwenye njia yako iliyonyooka. Wa ala ali, na swala hizo vile vile ziwashukie ali zake, jamaa zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haqqa qadrihi, ukweli wa kadri yake. Wa miqdarihi alazim, na miqdari yake iliyokubwa. Na baadhi ya masufi wanaikariri sana hii, hata katika mazungumzo yao katika kutoa mawaidha, mtu atanguliza maneno haya kwanza: haqqa qadrihi wa miqdarihi alazim. Salatul Fatih. Sasa wao wana itikadi ambayo si nzuri kuhusu swala hii, kwa sababu anadai kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia kwamba ukiisoma swala hii mara moja tu inalingana na kusoma Qur'ani mara 6. Wazi? Yani ukisoma maneno haya, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasir al-haqq bil haqq al-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ukisema maneno haya ni sawa sawa na umesoma Qur'ani, thawabu zake sawa sawa na umesoma Qur'ani mara 6. Umesoma mara ya kwanza kutoka Fatiha, Baqara, Ali Imran, Nisa, Maida mpaka ukafika surati An-Nas, mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mpaka mara 6. Kwa hiyo aliyesoma hivyo mara 6 ndio atalingana na mtu aliyesema maneno haya. Kadhib. Kadhalika anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimueleza kwamba atakayesoma kwa mara ya pili kwamba inalingana na kila dhikri, katika dhikri na kila dua ile kubwa na ndogo, na kuisoma Qur'ani 6000 mara 6000. Hayo katika vitabu vyao Jawahirul Maani wa Bulughi al-Amani. Lakini sasa huwezi kupata fadhila hizo, wanawaambia watu huwezi kuzipata hizo fadhila isipokuwa kwa sharti moja. Katika sharti hiyo lazima upewe idhini ya kuisoma. Kwa hiyo lazima uwe na ijaza, ujiunge na tariqa. Kwa hiyo ukishajiunga na tariqa utapewa ijaza na sanad mpaka kufika kwa Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar at-Tijani. Ukijisomea tu hivi hivi bure tu. Umefahamu? Kwa hiyo lazima upewe ijaza. Dini ya vipi sasa hivi? Kwa hiyo wengine wanasoma lakini hawana ijaza na sanadi kufika kwa Ahmad Muhammad Tijani, hawezi kupata fadhila zozote. Lakini wale ambao wamepata ijaza yao sawa katika tariqa hiyo, basi akisoma hii salatul Fatih lima ughliq ni sawa, akisoma mara moja ni sawa na alisoma Qur'ani mara 6. Wallahu ta'ala alam. Faliadhin almuadhin. Kuna mambo mengi lakini tuishie hapa kwa leo.